Guys, good morning wherever you are, good afternoon, good evening. Kulingana na timeline unapata hii video ambapo mambo inakuwa iko safi. Jinsi tunavyofanya. Kama kawa, hizi ndo channels mbili zimeshikana kwa ajili ya kuleta hii interview. The first one inaitwa K-Tunes International. Kama kawa ndo ma-directors ndo wanafanya shughuli ama video yako ikufikia. Alafu channel ya pili MC Vajo Mlezi. Tunavyofanya shughuli yapata kujua ni kipi tumeleta kwenye channel. Alafu tunasema if it is for the first time. Hiyo kizungu ikoje? You can round off to the nearest mother tongue anyway. Inakuwa ni easy sana. So tunakwambia wazee, kama ndo mara yako ya kwanza, piga subscribe, angalia zile episode tulikuwa tushaeka. Na leo kama kawa tuko na msanii in the house. Unapata kujua sisi tunawaleta kwenye platform, alafu wewe unazidi kuwa support. Kama kawa bila kupotezea time. Inakuaje? Sawa sana. Uko viti? Uko sawa. Na furaha ni tele. Umefika kule mbinguni? Kabisa. Oh, Lulu. Yesu nipeleke. Sinio, sio? Ndio hiyo. Sababu ndio furaha nayo tele. So for the first time ndio unapatikana hapa, labda kwa majina kuna mtazamaji anakuona for the first time, angepata kujua who am I with? Asante sana. Ninaitwa Sara Wambulwa, msanii wa nyimbo za Injili. Hapa tumepatikana Kivuli Resort. Tumekuja kwa ajili ya kufanya video shoot. And the song is Onjeni Muone Bwana Yesu ni mwema. So ni kuomba tu mafansi wangu kuwa song hivi karibuni inakuja, inakuwa ready. Wakimbie tu kule YouTube, wa subscribe, wa like, wa share, wa comment. Okay. Na wapenda sana. Ndo ni kueshua labda Sara anaweza kuwa miaka ngapi hivi? Miaka yangu 33 years. 33. Yes. So niko sure si ule Sara wa Abraham wa 90 years. So nimetaka kujua hiyo ndo tuendelee, sio? How is Abraham? He's fine. So inakuwa ni easy sana. Yeah. So kama kawaida Sara, labda is it the first song unafanya? Nope. This is the fourth song. YouTube. Okay, YouTube. But audio niko nazo nyingi sana. Nini kilikuinspire uamue tumaze kuingia kwenye music industry na sio music zetu za donjo maber donjo kama mazetu ende to heaven? Okay. Mimi kuzaliwa kwangu nazaliwa katika ile familia ya Ukristo. Na hapo hao tu watu walikuwa wanani inspire sana, maana pia walikuwa waimbaji. So nikawa tu na hiyo morale ya kuwa pia mimi siku moja uimbe, nitaimba. Okay, sio wito. Pia ni wito. Pia ni wito. But ni ile hapo nyuma hatukuwa na ule uwezo wa kutupeleka studio tufanye tu record. Sasa venye tumeenda tukagrow, tukapata kidogo, tukasema lazima tuingie ndani. Okay, hapo safi. Kama kawaida, ungeambia producer ya kuwa tumepewa hizi vitu bure. Pia wapeane services zao bure. Hapa ndamtetea kidogo kwa sababu pia ni njia ya kutafuta. Baraka unazitafuta, yes, lakini sasa utatembea kwa mguu utoke penye unatoka, ukirudi nyumbani pia familia wamekuangalia, wanataka at least kula, kunywa. Sasa tunawapea kitu kidogo kutoka nyumbani. Imagine kama huyu wangu ametoka wapi? Kakamega. Hapo safi. So tutajua kwa nini Waisraeli walitembea miaka 40. Na Yesu wafuasi wake pia walikuwa wanamfuata mguu ama alishapanda. Tukienda hapo anyway, kama kawaida tuko na Sara na piga story. So nini ilifanya like saizi umesema you have the fourth song kwenye muziki wako? Yes. Labda matarajio yako ya muziki wako wa kwanza ilikuwaje ndo kuingia studio for the first time, na ulikuwa unatarajia kufanya nini, na kama ulireach ama ulimeet hizo expectations ambazo ulitoa nazo song ya kwanza? Bado sijafikia hizo expectation. Ndo maana bado tunangangana. Na venye tulisema music pia is a calling. Hata kama hujafikia hizo expectations zenye tunasema, bado tunangangana. Uko tu na ile kitu tunakwambia fanya, endelea. So siku moja tunajua itajipa. Kazi ya Bwana. Hapo sawa. Sara, yes. I think kumekuwa na
musically umekuwa unaona kuna wasanii ambao wamekuwa wanafanya music alafu wanaanza na gospel, at the end unapata wanakuja wana drop. Ni nini unafeel, ni nini hufanya shughuli kama hizo? Wewe kwa roho yako ni nini huwa unafanya? Sababu najua ukiwa kwenye hii industry bado kuna zile temptations. Exactly. So unajua I think ukiwa na ile roho nyepesi kwa music hautawezana, maana kuna discouragement, kuna mtu anakudiscourage, unafanya yani unafika tu mahali kila kitu yenye unafanya unaona I move. Alafu pia kuna challenges za kifedha pia zinachangia. Alafu Wakristo wengi tu kuna wale tu wenye hawawezi kupatia ile nguvu ya kuendelea. Unaona? Sasa kama ukiangalia hao tu useme sasa wacha nione watu watasema nini, wataniambia nini, hautasonga. Anyway, ndio ukiangalia watasema nini, kwanza ujiulize wamekusaidia nini. Ndio hiyo sasa. Waseme. Na in fact hakuna support watakuchapia. Nani wa Kristo? Ndio hiyo sasa. Na injili ilikuja, anyway, injili ilikujia watenda dhambi, sio? So kama kawaida tumesema wazee tuko na Sara. Ukiwa na swali teremsha pale kwenye comment section, huwa wanafuatilia, alafu wakishapata inakuwa ni easy sana. Now that kuna vile Sara, kuna mtu huanza na music, anakuja anaingia kwenye hii huduma, alafu after hii huduma unapata msee fungua church, anafanya labda malengo yako kwa hii ministry ni gani? Now that tunajuanga mazee, hata Yesu aliambia mazee, the church of God ama the body of God, kuna shughuli mingi zinafanyika. Why is it that wasanii wakishamalizanga hivi wanakuwa now tunapata pale kwenye bana hapo nje ya church, wewe na mtu wako hapo, father so and bishop so and so ama reverend. Nini ukujia, like is it because wewe ukishakuwa umegrow kwa hii ministry inakusukuma bwana yako akuwe part of that ministry? I think kitu nasema unaweza elewa. Like why is it that all the churches anakuanga ni mtu na partner wake ndo wanaapia hapo kwa bana? Either pastor and reverend, bishop and so, but ukiangalia ni watu wanakuwa pamoja. Hilo swali ngumu. Hapo si yeye kujibu aje. Si yeye basi. Si mimi. Tupite pasi. Unajua pia mimi sitafikia hapo labda. Kwa nini? Sasa siwezi jibu. Haya, malengo yako labda in future music, labda unafikiria nini ambapo? Kwenda tu kusonga tu mbele, na mimi siwezi sema ati nitakuwa tena nifike mahali nikuwe pastor ama nikuwe nini. Mimi nimeconcentrate kwa music na nataka nikuwe pia msanii. As my mentor hapo hivyo kama Gloria Muliro hapo. Ushaisikia stories zake before? Kabisa. Zenye zilikuwa zinasumbua? Kabisa. Christine Shusho. Na wajua. Do that such stories zishai kuhapenia u feel like hii injili kwani inafikanga mahali wasawa na draw? Mara nyingi sana. Mara nyingi hadi najiuliza ama pia mimi itakuja fikia mahali ifike hapo, lakini anyway tunangangana hivyo tu. Okay. Social media handles zako, sababu ndo tumepatana, umeko kwenye interview na umejaribu kushare, umeko kwa shughuli mingi za kushoot music. How do you manage kufanya kazi unafanya? Sababu pia ndo nimetaka uulize like apart from music nini unafanya, alafu how do you manage kufanya shughuli unafanya na uko na your daily errands zenye unafanya, alafu unapata challenge gani pia, sababu umeanza kusema mambo na kwa music. How do you balance that? Kubalance hii pia ni neema ya Mungu tu, maana kama mzazi pia najua kuna watoto pia wamekuangalia pale. Kuna biashara pia nafanya, alafu kwa njia nyingine tena pia ni mwanafunzi. Naona alafu tena kuna ministry pia imekungoja. So how do you balance hizo zote? Mimi kubalance mostly kama music sana sana huwa naifanya jioni usiku. Kama nimemaliza shughuli zangu naanza hapo recordings, naanza kuandika hapo hivyo ndo wanafanya, lakini shughuli zingine nazifanya mchana. Kama ni biashara naichapa mchana, kama ni masomo hiyo, lakini music mostly kurecord, kupanga nyimbo ni jioni na mausiku. So kwa ile wimbo wako kosea akisema
siku nyingi twazifanya usiku. Ndio hivyo sasa, juu concentrate mchana vitu zingine zitalala. So ni nini ukinspire ndo uingie mahali uanze kuandika music? Is it sababu umeona story ama kuna ni nini kuja kwanza ndo andike music? Ni kitu natoanga tu kwa Biblia, ni kitu naangalianga story ya mtu, ama kuna endaje ndo toe muziki? Sometimes inaweza kuja, huwa inakuja tu upande wote. Lakini mimi upande wangu music sana sana huwa zinakuja na emotions. Kuna pia hali unaweza pitia, especially kama napitia hali ngumu. Hapo ndio nyimbo huwa zinakuja hivi. Sasa unaweza kaa tu hivi unakuja, sasa yanakuja, sasa ikishakuja hivyo siwezi take time ati nasema sasa nitaiandika siku nyingine juu itapotea. Immediately inakuja, then I write down ama na record kwa simu na naanza kuipangia sasa. Okay. Mungu tafadhali hizo hali ngumu zisipotee, sababu tunataka music ikuwe mingi. Ni hali ngumu inakuletea music. So, hali ngumu ikipotea wewe tunakupoteza kwa industry. God. Azashikilia hapo. Anyway. Juu sasa wakikuachia hali ngumu utakupigia ngoma za sherehe. Ni ukweli. Zinako harden, sio? Anyway, kama kawaida mambo inakuwa iko safi, tuko naye Sarah Wambulwa. Ulisema home ni wapi? Home kwetu ama kwangu? Pote mbili, sababu mimi home ni hapa Mabanga. Kwetu kwenyewe ni Chwele. Wahola si? So Msonge. Bali. Kana ndi babu ya vele kwa munane kolile. Anyway. By the way, Balicha. How do you balance that with the society? Because now Balicha you have so many things in. Hiyo mimi simo. Wanaiona tu nikipita. Haujawahi patana familia yetu yenyewe hatufanyi hayo maneno. Okay. Sasa huwa itu affect. Okay. So music ya kwanza ulisema nitajie hizo ngoma tatu. Kwanza ni 4. Yeah. Alafu zinaitwaje? Alafu kila ngoma ilikuwa inakuja na inspiration gani? Okay. Wimbo wa kwanza kutoa ulikuwa unaitwa Uinuliwe Bwana. Uinuliwe Bwana. Yani nilikuwa nataka tu, ilikuja tu yani ni feel tu ni kama namtukuza Mungu tu. Ilikuja hii haikuja na any emotions ama ikuja na nini. Huo ndo ulikuwa wimbo wangu wa kwanza. Wimbo wa pili Welonyala. Welonyala ulikuja ilikuwa wakati mamangu amekuwa diagnosed with breast cancer, na hiyo ndio ilikuwa hiyo walitutolea hiyo news, ilishtuka. Tuseme tu familia tulishtuka sana, ni kama traumatize. Na hiyo kitu sasa, hiyo song ikakuja, nikasema sasa hapo hivyo sina option, ni Mungu tu anajua. Weleza niyo nyarakano kosi na nikaamua kwenda studio kutoa hiyo song. Nilikuwa naimba mamangu akiwa Akagani Hospital. Hapo hiyo ndio ilikuwa wimbo yangu. When was that? It was 2022. 2023. Sasa wimbo ya tatu Kaonyalila. Kanyala hovera mayasi iliyo paka sai. Ana alikuwa stage 4. Kanza na bado ako anaishi, tukienda nyumbani anaweza tupikia tukakula. Amen. Hallelujah. Wele onyala. Alafu sasa wimbo ya tatu ni inaitwa Yesu Afume. Sasa hapo nilikuwa namtukuza Mungu sasa kwa yale yenye amefanya. Nikaambia watu sasa wakuje hufumie wele. Nilikuwa naitwa Yesu Afume, Yesu Afume, Yesu Afume. Usiogope. Yesu afume, Yesu afume, Yesu afume. Malalande, Yesu afume. Hivyo. Then we have this song now. So no. Kuna yenye tumefanya sasa bado na huyu K-Tunes tumefanyia Siritam, inaitwa Jina. Jina la Yesu. Hatuna jina lingine. Kuna majina mengi yametajwa na yamesahaulika. Lakini jina la Yesu ndio limebaki hapo hivyo. Ama naweza imba kidogo? Ndo maana unimsanii. Wengine wanataja farasi, sisi twalisifu jina lako. Wengine wanasifu miungu, wengine wanasifu dunia, sisi twalisifu jina lako. Wameinama na kuanguka, sisi tumeinuka na kusimama. Hivyo. Wimbo wa 5 ni huu sasa. Hapa ndo tuko sasa. Hapa sasa ndo tuko.
Mungu aliumba Mungu kwa mfano wake, sio? Mungu aliumba Mungu. Mungu aliumba mtu kwa mfano wake. Alafu kuna msanii pia akatuambia hakuna wa kufanana na yeye. Ni wapi tunafuata sasa? Matendo ya Mungu. Alituumba kwa mfano wake. Alituumba kwa mfano wake. Lakini kuna mwingine pia akasema hata tukioshi hakuna wa kufanana na yeye. Ni wapi ndo sasa wapi kufanana sasa? Kuna wenye tunaweza iweka kwa context gani? Tuseme alituumba kwa mfano, kuumba. Lakini sasa tuseme matendo yake na tuseme character ni tofauti, si ndio? Hatuwezi mlinganisha na yeye, hatuwezi mfananisha, haiwezi fananishwa na chochote. Amen. Hapo ndo unajua imekuwa inatusumbua sana. Hapo ndo imekuwa inatusumbua sana. So ndo maana tunasema wazee kama kawaida, na kwa na maswali mbili niauliza kila msanii. Mungu aliumba watu wangapi duniani? Wawili sio? Kama mmoja. Alafu mwingine akaibiwa nini akawekewa. So hapo kukakuwa tuna watu wawili. Kain aliua Abel, sio? Yes. Na akaondoka, akaenda kuanzisha uzao wake mbali. Yes. So huko mahali kulikuwa na watu tena. Sababu hapa kwanza kulikuwa na Mungu ameumba watu wawili. Hapo labda niende hiyo ndio kufanyia research. Nifanye research. Anyway, kama kawaida mtazamaji, tumesema bazeni hijack tu at least atupatie story yake moja mbili, na anytime kama kawaida nasema zaidi kufuatilia. Kuna wasanii tutakuwa nawaleta, na kama ukiwa na swali pia unaweza teremsha kwenye comment section, atakuwa anajibu, na anytime tukimtafuta tena tunampata. Kwa na mambo inakuwa sawa. Mimi nasema thanks sana. Imekuwa vibe, na we wish all the best kama channels zetu. Na pia tuweze kukusupport hapo mbele. Si wakati wa media tutakuwa tunapush hapa na pale mahali tunaweza. Na interviews utakuwa unafanya kwenye radio na TV kadhaa zenye utakuwa unaweza. Alafu kama kawaida tunasema imekugharimu pesa ngapi video na audio? Hiyo acha tujue sasa. Hii hapa ile ya kila hapa. Acha tusikie. Zikiwa mingi tunaweza tuseme karibu 30k hivi. Tunaweza ziweka in dollars ndo zikae kidogo. To approximate na 30,000 hapo. 30,000 hiyo ni kama $300. You can imagine. 398 hapo. Inakuwa ni sawa. So ni $298 watu wangu. Inakuwa ni easy. So anytime you wish ukitaji support yetu, sisi tuko hapa kwa ajili yako. Na mtazamaji, sisi tunawaleta kwenye platform, alafu nyinyi mnazidi kuwapiga support ndio afike place wanafaa kufika. Alafu tunasema utukufu wa Mungu umrudie yeye, na baraka ziwe kwenu pia. Kama kawaida nasema wazee, MC Vajo Mlezi ndo channel, na K-Tunes International unazipata kama kawaida, ndo amekuwa director wetu na ndo director wa wimbo ambao utakuwa unaupata. Big salute all the time. Tuliza